Hujambo na karibu tena, karibu sana katika msimu mwingine wa vipindi vya afya ya akili. Msimu huu tutakuwa tukiangalia mtindo wa maisha na afya ya akili. Je, unafahamu vile unavyoishi kuna athiri moja kwa moja afya yako ya mwili na hivyo kuathiri pia afya yako ya akili? Hayo na mengi ndio ambayo tutakuwa tukijadili katika mfululizo na msimu wa vipindi hivi. Mimi naitwa Agnes Mzava na hii ni Eden Valley, Tanzania. Karibu. Mara hii tena nitakuwa niko na rafiki zangu. Karibuni sana. Misi Miselo, karibu. Asante. Nimefurahi kuwa na wewe tena. Ninaamini Mungu anayo mengi ya kukutumia tena wakati huu. Misi Upendo, karibu sana. Kabla hatujaanza kuangalia yale ambayo tutakuwa tukijifunza siku ya leo, basi tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa nafasi nyingine ya kujifunza na kubadilika. Tunakuwa tukijifunza kuhusiana na mtindo wa maisha na afya zetu za akili. Tufundishe na utusaidie kubadilika. Mbariki pia anayetufuatilia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Napenda kuanza na Miselo. Miselo, mtindo wa maisha na afya zetu za akili, tunaanzia wapi? Okay. Kwanza, akili ni matokeo ya michakato yote inayoendelea kwenye ubongo. Na ili michakato hiyo iweze kuwa sawia, ni lazima ubongo uweze kuwa na afya njema. Na afya njema ya ubongo inategemea kuwa na damu safi. Sijui umenielewa hiyo process. Damu safi inapelekea ubongo kuwa na afya njema. Na ubongo unapokuwa na afya nzuri, michakato ile inayoendelea kwenye ubongo inakuwa sawia, hivyo tunakuwa na afya njema ya akili. Naamini nitahitaji kujua mengi kuhusiana na damu safi sasa. Yeah. Kwa sasa, ili sasa kwanza kupata hii damu safi ambayo itapelekea kuwa na akili nzuri, ni lazima kuzingatia mahitaji ya mwili. Kwa sababu mwili una mahitaji haya yanapofikika, ndipo damu inaweza kutengenezeka safi. Na haitengenezeki tu kwa kupata yale mahitaji. Ni pale ambapo mahitaji yanapatikana, lakini pia yanapatikana pia kwa kuzingatia kanuni ambazo zinaendesha hayo mahitaji. Na naposema mahitaji, ninamaanisha mwili unahitaji chakula, lishe, na mwili unahitaji kupumzika, mwili unahitaji mazoezi, afya, hewa safi, mwili pia unahitaji maji safi, na mwili unahitaji pia imani kwa Mungu na mwanga wa jua. Yote hayo ni mahitaji. Lakini hayo mahitaji yana kanuni ambazo zinayaendesha. Na pale kanuni hizi zinapovunjwa kwa sababu ya mtindo wa maisha ya mtu, ndipo inaweza kapelekea mwili kutoweza kutengeneza damu safi. Misi Miselo, unazungumzia damu chafu, unazungumzia damu iliyochachuka. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo damu inakuwaje? Inakuwaje? Damu hii inakuwa kama damu ya mlevi. Ya, kwa sababu naweza nikachukulia mfano, mtu anapovunja kanuni ya muda wa kula. Mtu anaamua anakula muda wa kwenda kulala. Mfano, huyu ni mtu ambaye anakula saa 3 usiku na anakula chakula kizito, labda chapati 3 na maharage, afu anakwenda kulala. Sasa kumbuka, kwenye lishe kuna kanuni inayoendesha lishe kwamba mmeng'enyo huo unachukua masaa 5 hadi 6. Lakini mtu anapokula na kwenda kulala, mmeng'enyo utachukua zaidi ya masaa 6. Na wakati huo chakula hakitakiwi kukaa muda mrefu kwenye mfumo wa mmeng'enyaji. Unapokaa muda mrefu, kwa sababu ya joto la mwili, kile chakula kinaishia kuchacha. Na kinapochacha, kinapelekea hata damu itakayotengenezwa kutokana na hicho chakula inakuwa ni damu ambayo imechachuka. Kwa Kiingereza tunasema fermented blood. Kwa sababu kilichotokea tumboni ni fermentation. Kuna damu inakuwa fermented, na hii ni damu ambayo itapanda pia kwenye ubongo na itaenda kuleta athari mbalimbali, kwa sababu ni damu ambayo si safi. Ni damu ambayo ina uchachu. Kwa hiyo itakuwa kama mtu ambaye ni mlevi. Fikra zake na mawazo yake hayatakuwa yakinifu.
Naamini umeendelea kujifunza na kupata vitu ambavyo vinakuongezea vitu, hususan katika swala la damu pamoja na afya yako ya akili. Ikiwa umepata swali au kitu cha kuongeza katika machache haya tuliyojadili, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment. Lakini kama pia utahitaji kutufikia moja kwa moja kupitia simu au SMS, usisite kutufikia kupitia namba 0748 680717. Agi, unajua Mungu hakumuumba tu mwanadamu, lakini pia alimpatia mwongozo ni namna gani anaweza kuishi katika ulimwengu aliompatia. Na ndivyo alimpatia zawadi ya maandiko matakatifu ambayo ndo tunaiita hii Biblia takatifu. Lakini mbali na hapo, kuna kipengele mojawapo katika mtindo wa maisha ambacho ni imani. Na kupitia Biblia ndo hapo tunapoenda kuangalia sasa kwa imani ni nini Mungu ambacho anamtaka mwanadamu akifuatishe kwenye mtindo wake wa maisha ambacho kitampatia athari zilizo njema kwenye mwili, lakini pia katika akili yake. Mungu baada ya kumuumba Adam alimweka katika bustani. Na alipompatia nafasi ya kuwa katika bustani, ukienda mstari wa 15 kwenye sura hiyo ya pili, alitakiwa kwamba ailime ile bustani. Alitakiwa kuiangalia. Moja kwa moja tunaona kanuni mojawapo ya kwenye mtindo wa maisha, mwanadamu hatakiwi kukaa, anatakiwa kujishughulisha. Hiyo inaonyesha ni mazoezi. Lakini zaidi ya hilo, mwanadamu huyu alikuwa katika ile bustani ya Edeni, alikuwa katika mazingira ya asili ambapo aliweza kupata mwanga wa jua, aliweza kupata hewa safi, lakini pia aliweza kupata maji yaliyo safi kutoka katika vijito vilivyokuwa vikitiririka kupitia bustani ile aliyokuwepo. Mbali na hapo pia kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha Mwanzo mstari wa 17, Mungu alimwambia Adam ya kwamba asile mti wa matunda ya katikati. Na pale kulikuwa kuna kanuni ya kiasi. Alitakiwa asiguse mti ule wa tunda la mema na mabaya, ila aliruhusiwa kula mengine yote. Kwa hiyo alipaswa kuwa na nini? Na kiasi na mipaka. Mbali na hapo, ukienda kwenye kitabu hicho cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 mpaka mstari wa 30, tunaona Mungu alimpatia mwanadamu zawadi ya chakula. Na chakula alichopatiwa mwanadamu ilikuwa ni jamii ya nafaka, lakini pia matunda. Hii ni kanuni ambayo tunaisema ya lishe. Lakini kanuni nyingine ya muhimu ambayo mwanadamu huyu alipatiwa ilikuwa ni ya pumziko. Angefanya kazi zake zote na kujishughulisha katika mazingira ya asili, katika kuilima bustani, lakini pia alipaswa kupumzika. Lakini pia Adam alipaswa kuwa na imani kwa Mungu. Na hakuna kitu chochote ambacho kwa kimemzunguka katika mazingira yake angepaswa kukitegemea. Zaidi alipaswa kuelekeza imani yake na tumaini lake kwa Mungu. Na hii ndiyo kanuni pia nyingine tunayoipata katika mtindo wa maisha. Tunapaswa pia kuelekeza imani zetu kwa Mungu aliyetuumba, maana ndiye chanzo cha uhai. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa kanuni zote hizi nilizozitaja zinapotumika katika mtindo wetu wa maisha, zinatuletea athari zilizochanya, na mmojawapo ni baraka kuweza kuwa na damu safi. Lakini zitakapokiukwa kwa hali isiyofaa, tunaweza pia kupata madhara katika miili yetu. Upendo, nimebarikiwa na vile ambavyo Biblia inatoa mpangilio wa namna ya mtu anavyotakiwa kuishi. Inatoka hiki, fanya na hiki na hiki. Hiyo imekuwa mbaraka sana. Nikirudi kwako Miselo, kwenye mtindo wa maisha yako mambo mengi. Kipi hasa ambacho tutakuwa tukiangazia katika mfululizo wa vipindi hiki, kwa sababu huu ni utangulizi tu? Okay, tutajikita zaidi kwenye kanuni 8 za afya, kwa sababu mtindo wa maisha una mambo mengi, una maburudisho, tamaduni na elimu. Kanuni 8 za afya. Tutakuwa najua tutajadili kwa undani, lakini nataka kujua mtu anapokuwa ameshindwa kuzifuata au amezifuata kanuni 8 za afya. Na hisi tuanze hapo, ikiwa mtu hajazifuata kanuni 8 za afya, athari za moja kwa moja kwenye afya yake ya akili ni nini?
kama nilivyosema, athari ni kuwa na damu iliyochachuka, na mwisho wa siku watu huwa inapelekea watu kuwa na hangover kama mlevi, na inaweza sio ikawa kwa asilimia zote kama mlevi aliyekunywa pombe, lakini kuna asilimia chache, kwa sababu mtu anaamka akiwa na uchovu, hana hamasa ya siku hiyo, kunakuwa kuna mood swings, na hii damu chafu pia huwa inapelekea watu kuwa na msongo wa mawazo na uchovu usiokuwa na sababu za msingi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Haya, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ninaamini katika mfululizo wa vipindi hivi vya mtindo wa maisha na afya ya akili utakuwa na mengi ya kuongeza maarifa, ili basi tuendelee kuishi maisha yenye furaha, tukiendelea kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo uliokaribia sana. Na huu unakuwa unaweka mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Mimi naitwa Agnes Mzava, nilikuwa na rafiki zangu Upendo pamoja na Miselo. Ninashukuruni sana kwa kuwa nami siku ya leo. Ninaamini tutakuwa na nafasi nyingine ya kuwa pamoja hapa. Miselo, unaweza ukatubariki kwa ombi? Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa mengi ambayo unatufundisha, ukiwa na kusudi la kwamba tuweze kuwa na afya njema za akili. Na kama ulivyosema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Baba, tunakuomba utupatie maarifa ambayo yatatuwezesha kuondokana na uharibifu. Ni katika jina la Yesu naomba, amina. Amen. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.